Kuna mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha sahaba wake, ukikoma na jambo fukiza, mwite jini. Tutaona hadithi hapa za Mtume sasa anawafundisha umati wake kuanzia maswahaba zake, na akiwafundisha maswahaba, yani Mtume anasomesha umma, alisomesha dunia kwamba njia sahihi ni hii. Baada sasa hivi bwana, mtu wanapotoshwa wengi na wanapotoka watu nini? Kwa sababu hana msingi wa elimu. Kuna watu wengi ni mawakala wa mashetani, ndio hao. Anakuambia kumtumia jini, eti atakwambia mwingine Mtume Muhammad pia alikuwa nalo jini. Wewe tuambie Mtume Muhammad alikuwa na jini wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia jini kwamba Allah hayupo au? Sasa watu wanajengeshwa imani kwamba jini ana uwezo wa kukutatulia wewe matatizo, wakati jini mwenyewe njaa. Hatukatai, wako majini wana uwezo kimani. Kama kuna grupu la Zelat wana uwezo wa kifedha, wanawake hapa, na hawa sana huwatongoza wanaume. Zelat hapa. Inshallah kwenye majadala tutakuja kutaja hizo grupu za majini ziko zaidi ya 600, lakini grupu mama ni makundi 70, na kila kundi moja limegawanyika makundi 43. Na inshallah kuna majadala tutakuja kutoa na ushahidi na vipi watibiwe. Sasa mtu siaje bakakwambia kuna majini eti kwa Qur'ani hawatibiki. Si kweli, ni uongo. Anakwambia eti majini yanayotibika yani maruhani kwa kusikiliza dawa. Si kweli, jini anauawa na Qur'ani. Sasa njia gani unatakiwa wewe usomeshwe? Na umesoma wapi wewe khawasi za Qur'ani? Shekhe wako nani? Maana elimu ina silsila bwana. Elimu ina silsila. Toke kule kwa sababu wewe umemsomea mtu eti hajapona, eti Qur'ani atatibiwa kwa mitishamba, atatibiwa kwa jini mwenzie. Hakuna kitu hicho. Una majini, grupu la namba 21. Ili umtibu lazima umpige Bakara 21. Tena kwa muda wiki 2. Ufahamu hizo. Una majini wanapigwa Ra'd 99. Sasa hizi upate Sheikh mwanachuoni ukakae kwake akusomeshe, sio ukurupuke tu. Njaa kali umesoma mpaka inatoinaka umekimbia na we mganga. Natibu kwa kisunna mie. Hujui hata grupu la jini. Ndio pale mtu anapotawaliwa sasa na jini, wengine wanaenda kutafuta majini, anaenda kununua majini. Anatafuta jini, anamnunua, anamtumia. Na ndio maana hao waganga kuku wanaopandisha wale wanaingia nguvu ya majini. Yaani huyu ana jini grupu namba 21 ambao wanaitwa tawaghiti. Huyu mwingine ana grupu namba 7 zawabigh. Ana grupu namba 8 auladu maimun mathalan. Sasa tawaghiti ana nguvu huyu kuliko grupu namba 7. Kwa anapokuja yule anapopandisha, mfano kama anamtumia na uwezi jini akakutumikia wewe ile umwabudu, akakwambia sawa utatoka utoke, anatumwa la namuli mbali, kwa sababu jini wanatambiana nguvu. Kama madereva mwenye semitela daladala mwenyewe, hata kama somo yake machizi, maana wenye daladala somo yao mmoja, na bodaboda pia somo yao huyu mmoja, wote machizi. Shafa wanajua kupenya wao. Hawatizami usalama wake, hawatizami usalama wa abiria. Yeye apenye tu. Kama atagongwa atavunjwa miguu shauri yake. Unaelewa? Toka anamkunguta yule sasa. Yule anatumia power. Unaelewa? Lakini jini yoyote mbele ya Qur'an tukufu hana power. Sasa inategemea wewe msomaji. Wala talbisul haqa bil batil, usichanganya haki na batili ukajitia wewe unatibu eti kisunna, yani kwa sasa hivi ilivyozagaa, yani kwa Qur'ani, halafu hapo una kiringe cha kuomba mashetani. Hamna. Na ukitaka ushahidi wa hao wanaokuambia eti kwamba sijui hivi mashetani unaweza ukamwomba jini, sijui ukamtumia, nimemshuhudia mmoja wapo alikuwa Kongo, sijui wameenda kwenye msitu. Walivyoenda Kongo akaonyesha kwamba eti wanawapa kwenye dhahabu hapo, wanampa chano nani? Jini. Eti tumeandaa asali, tumeandaa sijui miwa, jini. Ina maana wewe ni mtumwa wa majini. Kwa hiyo wewe huna uwezo kuichimbua dhahabu mpaka uwasujudie majini, mashetani. Sasa dhahabu ipo uwezo kuichimba bila kumuomba jini. Elimu hii Qur'ani ndio suluhisho la kila kitu. Kwa hiyo nataka kuwatanabaisha watu huko tokeni, asije akakudanganya mtu
eti kwamba ziko njia unamwita jini akakusaidia. Ndio wengi walioja mitandaoni, ndio mawakala wa mashetani, ndio wale wanawajenga watu kwamba kuna mambo mengine mpaka upate jini. Hakuna. Kuna mambo mengine ya kupata mali mpaka upate jini. Kuna mambo mengine uwe na jini ufuge, tena kwa njia ya halali, hata kama atatoa hoja zake huko. Atakwambia si shekhe fulani alisema hivi, alisema sio. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam lini alimfundisha katika maswahaba kwamba tumia jini, ukishikwa na shida tumia jini? Sasa tutakutajia riwaya. Mtume anafundisha utakapokuwa na shida nini ufanye. Umuombe shetani, utafute pete, uvae tukuletee mali, au utafute nini? Na hao wanaotumia pete wana maisha magumu hawa. Usije ukadaika na mtu anaendesha pajero la bilioni 1, ujui siri zake. Ujui bwana. Mimi nilikutana na tajiri mmoja, alikuwa anaelekea wapi? Sumbawanga. Alafu nikitoka Sumbawanga nipite boda ile inaitwa Kasesia. Wengine wanaita Kashesia, wengine Kasesia, ambao unatokea mpaka Mbala, Zambia. Alinipa utumwa wake. Akaniambia bwana nina mtihani. Wewe Sheikh, maka nilikuwa Tunduma kipindi kile, gari ilikuwa shida. Tunduma ile. Hii gari sasa hivi alhamdulillah ilikuwa shida kidogo. Miaka ile ilikuwa tabu. Si zamani sana, lakini ilikuwa barabara pia ilikuwa haijajengwa. Sasa hivi alhamdulillah barabara nzuri. Sasa yule alisimama na ile kuruzala. Nikamwambia mimi naelekea Sumbawanga. Nikitoka Sumbawanga lakini atakuelekea Mbala, Zambia. Sasa kule Sumbawanga ukiwa ukimaliza shughuli zako kupitia Zambia kwa Mbala ni karibu kwa kule Mbala kuliko kaja tena Tunduma si nini, hata nauli yake iko cheap. Sasa nikitoka Mbala ndio nije zangu wapi? Na Konde, au wengine wanaita Tunduma kwa ile wa Tanzania. Akani bwana imekuwa kheri wewe ustazi nini, mimi naitwa nani? Akataja jina lake. Anaitwa Robert nani sio jina lake. Bwana nina shida kubwa, mimi ni katika watu ambao wenye pesa katika mji wa Sumbawanga, lakini bwana nataka kuhama, lakini shatamia kila njia. Njia gani unajua? Kwanza yeye mwenyewe ili ndio chuma uleta anatumia. Kwanza awe anaotafuta wale mashoga, mabaradhuli, robo ya mwaka, nusu ya mwaka, kasorobo mwaka na mwaka kamili, awaingilie makhanifi yani. Alafu kwa mwaka mara moja aingiliwe. Akasema nataka nitoke. Nikamwambia mimi ukitamka shahada 2 nitakusaidia kutoka, lakini hiyo mali tuiache tuende Kiswahili. Nikamwambia hakika.